Ni wasomi anybody alikuwa lesbian. Lakini wewe ulikuwa unajua? Unajua lesbian ni nini? Lesbian ni mami, lesbian ni msichana kupendana na msichana. Na msichana mmoja anakuwa bwana ya bwana na msichana mwingine anakuwa bibi. Sasa huyo msichana yako alikuwa bibi, alikuwa bwana ya msichana mwingine. Kweli? Uyajua? Sasa umejua. Lakini ameokoka. Amewacha. Ile chakula ulikuwa unakula ile pesa alikuwa anakuletea. Ni hapa leo. Yakaniambia, wacha tuite mama yangu akuje ajue ninadilika. Sababu najua mama yangu hajui. Najua ama ndio ametuambia hajui hata ujui. Lakini nikataka nikamwambia uite mama yako. Ukiita mama yako basi tumwambie. So this man ako na time ya kufanya kazi yako. Whatever you need. I think there was some misunderstanding. You have my number. You will find in the challenge, you have my number. But one thing I have to pray from today, that all your friends will start running away from you. From you. Bethel Clouds TV, empowering lives. She wanted a person to pray. The family wanted a person to pray for her. And she went to Facebook or also YouTube and said the only person on earth who can lay a hand on me is this man. And this man in their family is a man that is not wanted. Is a man that is not wanted in the class of their family. Samungikina. Iko kwa watoto. Kwa goroka. Bwana Yesu sasa akamwambia yes tagoroka no will go kuhoya. Bwana Yesu sasa that is why I call her she's my special. I call my daughter or I call you what? They call him to my opinion. Yeah? With their daughter, with their babe. Hallelujah. I want to pray with this gentleman. I just want to pray with you. This is my friend, my newest, best friend. The man, I see him in English again. Kama ni nyinyi nikikatalia wanasema kazi ijaisha. Ukaenda tuhoende huko. Ndio mwanamke. I want you to be saved. I know you are a preacher. And go mark this day. This is the day that God has found you. You are going to traverse the whole world preaching the word of God. And God allowed you to go through a situation. And this situation, God is removing you from this situation today. And I declare and decree that this situation you are in, it was no, some of these things, me, I was moving because
I inherited it from my grandfather, who was my mom. Na ikaniingia na nikakuwa. Sasa jana was with my mom. And we are making some jokes. I love my mom. We were joking, because she was a mama. A very dangerous mama. She's one of the people who banned Kinanda. That's why I say I know the grave. And it was vijao tunaenda kumfukua. Bwana Yesu asifiwe sana. We must change the history of this country. Now, by virtue of my mother being Mau, my grandfather being Mau, my father being Mau, I became another huge snake called Mugita. But do I blame God? Do I blame my mother? Do I blame where I was born? Like this girlfriend of mine, just hi babe. Hi babe. This is my babe. She was a rainbow. She was a rainbow. He was on the rainbow. Alikuwa lesbian. Lakini wewe ulikuwa unajua? Alikuwa lesbian. Unajua lesbian ni nini? Lesbian ni Udari ya jamani hito. Tigana nado. Adunya itu, tigana nado. Ndio kumtali yake. Mami, lesbian ni msichana kupendana na msichana. Na msichana mmoja anakuwa bwana ya bwana na msichana mwingine anakuwa bibi. Sasa huyo msichana yako alikuwa bibi, alikuwa bwana ya msichana mwingine. Kweli? Uyaiwa? Sasa umeiwa. Ya. Nimekuambia. Piga ndulu kidogo. Piga kidogo. Piga kidogo. Piga kingine. Tatu. Nyingine. Akiangai. Lakini ameokoka. Amewacha. Ile chakula ulikuwa unakula ile pesa ilikuwa inakuletea. Ni habari hiyo. Umeiva sasa. Ameokoka na mimi yakaniambia wacha tuite mama yangu akuje ajue ninadilika. Sababu najua mama yangu hajui. Najua ama ndio ametuambia hajui hata hujui. Lakini nikataka nikamwambia uite mama yako. Ukiita mama yako basi tumwambie. Ndio tunaweza kuketi mtu. Ndio tuite mama yako akuje na amekubali. Alikuwa amekataa lakini nikambembeleza amekubali. Sasa ndio maana umekuja. Wewe ulianza kufanya kazi kwa nyumba asubuhi akakuachanisha akaenda. Ndio wewe. Sasa huyo msichana ako sawa. Amewacha hiyo tabia mbaya. Sasa unajua. Sema amen. Hallelujah. Sasa unasikia vizuri. Ukibarikiwa kwa sababu ya mtoto kama huyo amejibadilika. That is the greatest thing that can happen to you. When you can see kuna mtu amechange life yake kwa sababu yako. Mtu alikuwa anafanya hivi mabaya amebadilika because of you. That is what you need to strengthen. Angalie tu hiyo. At least siku moja mbili in a 1 week upatane na mtu. Yaani kweli kuandikwe wewe ulifanya mtu akabadilika. Kama mtu tena ameokoka, this will be a huge pastor. Pastor. Bwana Yesu asifiwe. Watu wengi walimpeleka wakampeleka kwa maisha haya. Lakini sasa, no, is this a teenager? When you are a teenager, you can be anything. You can be anywhere. You can be doing anything. Teenagers, hakuna teenager. Very time. Awol. So this man was misled, disorganized,
just the way I was. I became a document criminal when I was 17 years old. Nikasonga maisha mpaka when I was 30 years, niliacha. Mungu akanisaidia. Jesus did his job. Na akamaliza within 3 years, between 30 and 33. He had finished the job na akaenda. So this man ako na time ya kufanya kazi yake. Gentlemen, I will stand in the gap of your father. Whatever you need, anything that is of father, you have my number. You will find any challenge, you have my number. But one thing I have to pray from today, that all your friends will start running away from you. All your friends, kutoroka tu. Utajaribu kuwapigia simu na kutoroka. And to this, you know, as I was, najua mistuka. Ile story nimekuuliza, najua nimekustuka. Ujasikia? Hiyo umeisikia? Umesema imekuja. You know what happened to me? Nasema niwaambie kasirikali pamoja. Kwa sababu sio kitu kizuri. Ile kitu inafanyikaga inakujaga screen mbele yangu. Story yako yote inaandika. Ukiona nimekwambia ndio kumsikia kidogo nitakuita. Screen yako imekataa kukuja. Kumaanisha uko mbinguni kama umekataliwa. Ama ni kama password yako imepotea. That is what normally happens. Ndio nataka nikikuita nikikuja na mkebe wewe kuja. Nisikilini niteremka, niakona picha yako na story yako hapa. Ile kitu ulifanya jana na kuona mpaka kwa matumbo wewe iko. Hiyo ndio ubaya yako. Hakuna kitu unaweza fanya tukiwa na wewe as long as you are within my radar. Hata kunisegenya. Siku moja mnanisegeleaga na sauti venye mnaongea. Venye unaongea venye wewe narudisha venye anasema venye. Sasa nakuja sasa hivi ukiona kesho yake nakula ukienda kuja na kusalimia na kisha sasa hayo ajiro. Aliaje? Nimekumisa. Niacha hiyo. Unajua historia yako najua nataka kukuja kukuelezea. Takubariki na ulikuwa unasema hana kiokio wanatimuha amekuandalia mkono na kupeleka kwa hoteli na kununulia chakula. Sasa utakuwa unajihukumu peke yako. Na nitakuguzia tu misali mitatu wewe ukijijasia ile mtu anajua. That is me. Bwana asifiwe sana. Na muombe Mungu mkue hivyo. You will never go wrong. You will never. Me what you can I can never go wrong. Ndio nataka siogopai kusema kitu because I know kesho nakanyaga wapi. Hata wakipanga hii, wapange hii, kesho najuanga na rudi. So my brother, this is screen nikakuja nikasoma hizo video sio? Na nani hawa mafrendi wako? Ndio wanataka hiyo story imeandika. Ndio wanataka hiyo story. Ndio wakuje waseme walikupenda lakini unakitikana kwa ufalme wa shetani wewe kufanya kazi. Amekupeleka kuchini ya bahari. Wanakutaka huko. Lakini kwa sababu mama yako, watu wenu maantisho show wanataka kukuongea sana. Ndio kwa maana unaenda unajikuta umeenda unarudisha unasikia kuna kitu kinakurudisha. Unaenda unasikia kuna kitu kinakurudisha. Unakuja unaangalia anti. Unafunga kitu rasmi. Unaangalia shushu. Unakumbuka mama. Unaandika my lovely man. Sindio umeandika masimu yako. Umeandika my lovely man. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. But you are good. I'm telling you. Meet next year utakuwa America.
Lakini it is conditioned na what you are going to do today. Shetani akitoka damu nyokete kiuma kwa Waruinge. Damu nyokete kiuma kwa Waruinge. Walida ni hapa Kiambu. Hiyo wimbo ilitungwa na msuku hapa Kiambu, Wakatoliki. Huyo msuku sasa hapana ni Wanyeri, ni msuku wa Nyeri. Sasa huyo msuku alikuwa Wakikuyu walikuwa naenda kwa waganga. Sasa alikuwa na wawapotea wakitoka kwa mganga anawapatia pesa na wanaingiza kanisa. Sasa ndio walitunga kawimbo damu nyokete kiuma kwa Waruinge. Waruinge ni muganga mdomo inya damu nyokete kiuma kwa Waruinge. Yesu akijoya sasa wakinunuliwa wanavalishwa nguo, wanapatiwa pesa na wanabadilishiwa maisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Damu nyokete kiuma kwa Waruinge. Yes, hallelujah. Wanaangalia habari ukikita kiulimu mama ni ya haki bila tili ale na ina kigereja sasa hapo bila tili teko ya weka alika bu sikia kwa jumadio kama kila ni kika ngela kwa nani ndio ya kumasa alafu unajiona adui Gemwira kalero damu nyokete kiuma kwa Waruinge. Yesu akijoya kwa Waruinge ikasoka. No ndio nyokete kwa Waruinge ikasoka. Praise God. Amen. Praise God again. Amen. My name is Nicholas, and I'd like to say thank you to the Lord. We are blessed. Thank you. What about Jesus Christ? Do you love Jesus? Do you want Jesus to? Yes, I would love it. Out. Yes. What I want to say is that You are sure. To answer, you are sure. Don't get me. You are there. You are deliverance. I'd like to say that I would like to say You like the words? To say it. You know, it has really shocked you. That the things can come over in the screen. Yeah? To make us become right. What I can say is that sijakasirika, sijafurahia, but I'm shocked.
sijakasirika na sijafurahia, lakini I'm what? I'm sure. That is how Jesus will show you. Because when Jesus decides it's you, there is nothing, nobody can stop. This man is a good man. But the devil has always been planning to finish. You are not going to die. You are not dying in Jesus' name. Amen. Now, I want you to get saved genuinely from your heart. I want your consent. Uniambie, I want to get saved. Na kama hauko tayari, wewe niambie I'm ready. You want to get saved? Thank you. Nyosheni mikono yenu hapa. Baba, katika jina la Yesu Kristo, wewe ni Mungu mwenye uwezo, mwenye mamlaka ya mbingu na ya dunia. Wewe unatujua majina yetu, miili yetu, fikra zetu, na hata maroho yetu yote unayajua. Huyu ni mtoto wako. Walikuwa wamemchukua, wakampeleka kwenye mipango ya kishetani, wakambadilisha kutoka uume hadi uke kwa ajili ya manufaa. Wakataka kumuua, wakataka kumchanganya akili zake, na wakataka kumkosanisha na wazazi. Lakini kutoka sasa ninamrejesha mikononi mwako. Sema, Bwana Yesu, nitaishi maisha yako. Shetani kutoka leo sina mahusiano na wewe kamwe. Katika jina la Yesu Kristo nasema amen. Thank you, Father. Ninavunja mipango yote ya shetani. Every spirit, the spirit of immorality, the spirit of stagnation, the spirit of death, you are not for this man. I set him free. I set him free. I set you free. I set you free. I set you free. They will not follow you. Men will not follow you. You will find a girl for you, not men. In the mighty name of Jesus Christ. Every bondage, every spirit of attack over your life, I destroy it in the mighty name of Jesus Christ. Right now, I connect you with your mother in Maryland. Right now, I release all your papers, all your travel documents. That from today, as a kujitayarisha kwenda America, Maryland, na utabarikiwa ukiwa huko. In Jesus' name. Nyosheni. Nishike hivi. Kuna watu walikuwa wanakushika hivi, wakikudanganya ni marafiki zako, lakini ni waabudu wa shetani. Wakikudanganya ni marafiki zako, lakini walitaka kukutumia kwa vibaya. From today, I disconnect all of them from you in Jesus' name. Wakikuona wanaona adui, wakikuona wanakutoroka. Ninawaweka roho ya kuchanganyikiwa, wasitambue hata sura yako, na mkasirikanie, mwachane kabisa. In the mighty name of Jesus Christ. Semeni amen. Auntie, kumulia auntie mamu le boy kuna mugire hamu hebelete mwana wawe fake. Mama auntie fake. Kai.
mtoto. The story of this young man has made me to cry because I have sons. I have daughters. He's a handsome man. I wish
na kuingia hinya wa gutorania kuingia hinya wa gutorania Ngai wewe ni wale wale Thank you. Thank you. Tumpigie Yesu makofi. Asante Bwana. I want to be your father from today. Any father need, you go to my number, you call me. You get me? Are you sour with us? Thank you. God bless you. Tunaweza kuketi. I want to take very few minutes, 25 minutes of you. And I want us to go to the book of Psalms. Psalm 71. It's a prayer that I'm making to God. The prayer we'll be making a prayer, and that is what will involve in your deliverance from now. But it is a prayer, and this is what will lead to your deliverance. Young girl, how are you? What's your name? Huh? Waruinge. Waruinge. You from? I'm from Kiambu. From Kiambu. What's the matter that brought you here? To praise God. Okay, thank you. My friend. Yes. So, I want to read Psalm 71. In you, Lord, do I take refuge. It is a prayer. I want to teach you how to approach God. Because most of us have failed for not understanding how to worship and how to reach to God. We don't know how to pray. We just pray because there's a formula. I wish you would have umesikiliza your mama akiomba amemsifu Mungu. Amemuinua. Because that is the only thing you can do to God, not demanding. We are not meant to demand from God. We are meant only to praise. Once you praise, you create an atmosphere where God will bless you. God comes only where there is praise, there is worship. In you, O Lord, do I take refuge. Let me never be put to shame. In your righteousness, deliver me and rescue me. That in you, O Lord, I take my refuge. In you, mimi nakimbilia kwako. Ninakuja kujificha kwako. Sina uwezo. When you say, some God say that I am going to God to take refuge, you have surrendered. So the first thing that you do to get to God, it is a surrender. For you, God to minister to you, you must surrender to God. You just willingly surrender to God. That is the beginning of knowing God. The beginning of understanding on how to connect with God is, first of all, before you open your mouth, before you speak anything, lazima kwanza uanze kwa kusurrender. Number 2, ask God in His righteousness, in His will, in His plan to deliver you. Not God deliver me now. Oh my God, deliver me now. Now I'm tired. Oh now, Lord, I'm tired. Oh, this man, I'm tired now. Now, if you don't help me, I'll kill myself. Yeah, he will tell you go die. Utakufa na hakuna kitu kitakifika. Hata hawatajua kama ulikuwa. Hawatajua. So in His time,
in his righteousness, in his own plan, ask him to help you. Ask him to deliver you. Not in your time. In the time of God only. Ask God to do what? To deliver you. He will only act in his time, not on your time. Praise be the name of God. And number 3, that in your righteousness deliver me and rescue me. Incline your ear to me and save me. You see, you are just requesting God to bring himself to you at his own time. Not at your time. Not now that you are kumepiga ushakili yako, umepiga ushakili. Sasa kimeibana, kimeumana, ndio unakimbia kwa Mungu. Unasema Mungu, why me? Atakuja masia. You will not speak to you. It is in his own. Yes, unajihukumu kwanza na unaambia Mungu, mimi I'm not worthy even to stand before you. I'm not worthy even to be near you. I'm not worthy even to be called your son or your daughter. Oh Father, Father, at your time, if you feel mercy, ukiona tu ni vizuri, unisamehe Mungu. Ukiona nahitaji msamaha, unipatie msamaha yako. Baba wa mbinguni, at your time, at your will, at your own plan. Don't do it in my plan, at your plan. When you surrender that way to God, God will come faster than he had planned. Because you have recognized the presence of God in your life. Without recognizing the presence of God, there is nothing that is going to be accomplished in you. Hakuna mafanikio utapata. You will not succeed. Your prayer utaomba na ndio kwa maana watu wengi tumeenda into prayer places and nothing has happened. Because you go with your money and you place your money kwa madhabahu na unasema nimetoa. Sasa lazima wewe ukatae fanya hiyo kazi ingine. Nimelipa kwa kazi yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukaona mambo somebody depending and relying on the money that you have. On what? The money and your sacrifices and whatever you give to the altar and then demand God to do. Then you have failed. God will do. Anakuwa mjinga sometimes. Anajifanya fala hivi. Na unapiga makelele yako. Na mmoja anaambia mkuja kuna pesa 30,000 zio utaona ziko hapo. Ndio kule. Za mjinga tu yuko hapa na disukua. Because ulienda kwa Mungu, ninasema sasa nataka shamba baba. Unajua baba nakupenda baba. Nataka shamba na pia kwa plot. Baba, na wewe umekuwa mshakili miaka hiyo yote na hujata repent. You've been so hopeless in life and even you don't have just a minute with God. Praise be the name of God. You must seek God first. The presence of God to be in you and the will of God to be done in you as it is in his plan, not in your plan. These are the sacrifices, and if it is not in the plan, toa sacrifice. Ndio unaona kuna mtu anatoa sacrifice na unaona jambo lake linatendeka hapo. Na kuna mtu atatoa sacrifice, hiyo kitu ifanyike next year. Lakini umesikia imekubalika, lakini itafanyika next year. Lakini between now and next year utakuliwa pesa mingi ya kule. Because ishafanyika. Bwana Yesu asifiwe sana. Ishafanyika na Mungu afanyaki vitu mara mbili, anafanyanga once. So what you will do kiasi sasa kumakamaka kanisa watu wanaanza kanisa, Mungu will allow you to your money to be eaten. Na utafanyika kitoweo. Utafanyika kitoweo. Sasa wakati sasa umechoka, pesa yako imekaa, imeisha, unaenda tu kutulia kama kidege. Unajua kile kidege kimechoka, kinaenda kwa mti yote ile iko karibu. Unakaa hapo. Ukikaa hapo nasikia yeye dakika ndio hayo. Nikayarani na kaka hiyo na magani hayo. Sio wakati ule ulipanda ile mbegu 3 years ago manifest. But because you didn't have time to wait, you will go kirukaruka. Umerukaruka. Mwenda mpaka kwa kalmasia ukirukaruka. Until you know how to be patient and wait upon the Lord. Ukiwekelea sadaka yako madha ya kuvunja madhabahu, just go home, relax. If you mean it and if you know it is God that has instructed you to do so, kama ni yao ulijipangia, hiyo ngangania sana. Lakini kama ni Mungu alikuinstruct, fanya hivyo, wewe ndio ukapumzika. Hata usitoe kile. Endelea na kumwabudu Mungu, endelea kufanya vitu vingine. Lakini your prayer, stop it now. Go and wait. The Bible says, Jehoshaphat was told, sit down and wait. See the deliverance I'm about to bring.
So you are supposed to go and sit down. Once you've done your job, you've done it. Tell God, I have done my job. At your will, do your job. At your will, not at our will. At your will, do the job that you want. So if kama ulitoa sadaka ya kitu fulani, just forget about it. Nenda kasikini. Don't even think about it. Ishakubalika. Na kama imekubalika, ni pale register yako. Register yako iko na 1,300. Sasa zinakuja zikishughulikiwa. Kwa hiyo yako itakuja mwezi wa 8, mwezi wa 9, mwezi wa 10 na huko. Sasa tulia. Hapo ulitolea, tulia. Hapo ulitolea dhabihu. Kaa hapo kwa sababu kodi yako imeandikwa hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio naona kuna mtu unaweza kutoroka kanisa, uende umeona ametoroka, akaenda akafilisika. Kwa sababu kodi yake ilikuwa kwa hiyo kanisa. So wakati atarudi, unakuta in 1 week milango yake unaona yote imefunguka. Ni kwa nini? Amerudi kwenye kodi yake ya baraka. Si ati kuna muujiza imetendeka. There is nothing new. It is only ulitorokea kodi yako ile ndio misingi mali yako. Sasa ukirudi kwenye kodi, kila kitu inaanza kumiminika kuingia. Unasema kodi kama oshono wanale jioneka. Kayusi wako doko. Oshono weka. Sasa iliachiliwa ni wewe ulikuwa umehama. Post office code ilisema ametuani. Na wewe ni hapo kaenda mtatu. Sasa mali imekuwa ikikuja. Sasa wakati ulikuja umerudi kasanduku kapotosi kakafunguliwa kukutana tunakia bahasha karibu 30. Sasa hizo bahasha zote zitarudishwa at the same time. At the same time. Oh my God. 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 Lakini ni ujinga. Si ati ni my God, ni ujinga ulikuwa nao mingi. Ulitoroka ukaenda. You are not patient. So it is very important for you. Ukiombewa sasa nikikuombea. Uache kurukaruka tena. Kunayo inafanyika hapo. Kunayo itafanyika kesho. Kunayo itafanyika next year. Na transformation, kuvunjika kwa madhabahu haivunjikaki yote pamoja. Inaendeka moja, inaondoka, ya familia inaondoka, ya usharati yako inaondoka. Kamoja, kanamenyokaka kamoja. Yule mtu alikuwa na maago. Yule alikuwa na ukoma. Alikuwa anaitwa nani? Ni nani? Mwenye aliambiwa aende kwa mto. Akaomba mara ngapi? Aliambiwa aombe mara 7 kwa nini? Sababu alikuwa na 7 generational curses. Sasa for every kuangushwa kwa maji moja, akasi kaenda. Akaangushwa makasi mabili, hiyo kasi kaenda. Akaangushwa ingine, kasi is the 7 generation curses. You can never bring down all the generational curses to one day at zero. Haziwezi. That one I can assure you, haziwezi. The process. Deliverance is a process. Deliverance is not one off. Kama umeona hapa kuna kalaini, na hiyo kalaini kanaonyesha moto, stick here. Usitoke hapa. Utakuja utaenda kwa hiyo dry spell, itaenda dry spell. Utaingia kwa dry spell. Nitakuombea hapa, vitu zako zote zikolapse. It sometimes it goes like. Nitakuombea hapa, nikufanye deliverance. Vitu zako zote zikolapse. Kwa sababu zilitengenezwa kwa msingi wa shetani. That is why it's collapse. Ndio lazima ubomolewe. Madhabahu ya kishetani lazima yabomoke, yateremke chini. Ndio wazi. Kama ulikuwa na operate kwa madhabahu ya shetani, na hiyo madhabahu iliwahi kukupatia kitu, na hiyo kitu kamejenga msingi wako katika nyumba. Mmoja hiyo nyumba lazima iabuke yote. Ndio hiyo kitu katolewe na shetani. Ndio Mungu akujenge kwa sababu God will never share his glory with anybody. God will never share his glory with anything. Dega ibewe yu. Na mwanake omundi na mbere ko muhoya tondu ndego ikiwa ikiriyo. Nyo mundu wa nyumba yanyu. Nige, nyo mundu wake wa nyumba aliweka kibukia. Nigenda amdubike tondu ni mwana muge na ni mwana wena aje. Ugo muhoya yake yake. Na mundu direma kuta maiji muno mutigatiga kuta maruta. Mutigatiga kumuhandira magogona. Tondu nakure no ahanda kirokigogona. Wanyita, tauni mamenya mukada no atwika. Mego digwetha bawe tona ikogo. Mego digwetha na hilo. Wanyita, mkiona mtu ana hata mimi mwenyewe. Ninateresaka. Siliwaambia mimi nimeokoka 10%. Naendelea kuokoka. Nateresaka. Hakuna mtu ambaye hateresi. Hakuna duniani, hakuna. Kila mtu hapa tunateresaka. Na
ndio tunataka tuombeane, tusaidiane, tuinuane. Unishike. Labda kuna huyu jamaa unaona amekuja nimwombee kwa sababu ako desperate kabisa. Na labda kuna kaombi kamoja amebeba kapu. Kana nitoa kwa shida. Kaombi kake kasiko kamoja kake. Lakini mimi na mimi niko na tuombi 10 tu 20 tu wake. Wewe tunasaidiana. Wewe unasaidia. Kuna wakati nilikuwa na shida, nilikupigia simu. Anointing yangu ikufanya. Ilifanya. Ni anointing nani ilifanya? Yako. Unaona? Anakuja hapa kila saa. Ananipigia simu kuniuliza, niko na hivi nampatia advice. Lakini kuna mahali na mimi nilikamatwa. Ananipigia kufanya kazi yangu ikufanya. Unaona? Hivyo ndio tunafanya. Kuishi hivyo. Everyone here is anointed. Kila mtu ako na anointing. Lakini anointing yako itatumika wapi? Anyway. Na kutumika na Mungu kuinuliwa, kunyenyekea urudi zero. Wacha kiburi. Nyenyekea urudi zero. Mungu akikwambia kaa hapa, kaa. Bila kuuliza. Mimi Mungu akiniambia nini nikakaa nikuru saa hii nitaenda. Akiniambia nini kaa hapa Macheko na nipatie nyumba hapo. Hata kama maraya wako hapo nitaishi. Kwa sababu hiyo ndivyo anataka. Anataka moyo. Niumbie moyo mpya. Niumbie moyo safi. Moyo wangu nyenyekea na kubondeka mbele zako. Moyo wa nini? Kwa hivyo na kubondeka. Kwa hivyo lazima utabondwa. Kama umeimba hiyo wimbo, kubondwa utabondwa. Na kubondwa ni nini? Utabomolewa ujengwe upya. Na hapo ndio mtu wake. Mkiomba Mungu namwambia Baba niumbie moyo mpya. Natumaini kukufanyia kazi. Natumaini wewe umfanye makosa umention niumbie moyo mpya. My friend, utabomolewa. Moyo mpya ni kumaanisha ubomolewe, udongo finyangwe, utengenezwe tena. Yungu lazima iagushwe chini. Na hii iagushwe chini haiagushwi na kulala mzuri. Yungu inashukuliwa kwa hivi, inaongezwa chini, itaongezwa. Wakati uliomba moyo mpya ukuje, lazima utaongezwa. Kwa hivyo, Beatrice ukivinywa, sister, utapata. Jessica ukivinywa, pastor ukivinywa, mzee ukivinywa, ujue uliitisha kuvinywa. Uliitisha kubomolewa. Kama unataka kukaa na shetani kidogo, kaa na yeye. Kama hutaki kubomolewa, kubomolewa kuna mimi nilibomolewa. Nilibomolewa nikapanda matatu. Bwana Yesu sasa. Nilitoka kwa Bagari Fleet, nilikuwa na Mercedes 812 ma security wangu. Lakini wakati ni Mungu aliamua kunibomoa, nilienda na matatu hapa na Kongo, ile hapa. Nilikuwa naingia hapo. Na napaka line, unajua hizo line zilikuwa kama mrefu. Kupaka line watu wakienda kwa line, unaona line inabomoka. Magari zote zinafungwa, wanasema hawaendi. Bwana Yesu sasa. Sasa nilikuja kujua ni nini nafanya nini. Line zibomoke na magari zifungwe. Kwa sababu wameona kile kitu kimekuja. Bwana Yesu sasa. Nilikuwa inabidi natembea mguu kutoka hapa mpaka Kenyatta. Naona bado Kenyatta ni mchana wananiona. Napanda mpaka Dagoretti kona mguu. Hapo ndio nilikuwa napadia gari usiku. Lazima nipande basi ile naona imeshikana imejaa basi nijue. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ndio kubomolewa. Nilibomolewa mpaka kuna siku nasikumbuka. Nilitembea na underwear moja miezi 6. Wana underwear naosha na mtu alikuwa anaenda na fleet za magari. Uliza yule mama. Huyu mama anajua. Huyu mama ndiye alikuwa chef yangu, huyu ndio alikuwa na beboi gari yangu. Sasa president yake nikuta gari yangu ya kubeba chakula yangu hiyo na jiko yangu. Ya kula kale kitu na kika. Nilitembea mguu hapa kutoka hapa. Na nikitembea mpaka huku natembea ndio at least atapitia hiyo huku ya shilingi lake. I want you to imagine when God comes to make you what He wants. When God decides to produce the product He wanted, the product that is you, the product that is in Jeremiah 1 verse 4, that before you were born I knew you, I sanctified you and set you apart, and ordained you to become a prophet unto the nation. If you are that person, ask God akubomoe mapema. Ndio usibomolewe ukiwa mzee. Unajua ukibomolewa ukiwa mzee, hiyo matofali itakuwa imekauka sana. Kwa hivyo nitasikia uchungu ukibomolewa. Kwa sababu ikiangushwa chini, ikatai kufanyika venye inatakikana, atachukua ile nyumba inaitwa kiboi. Aanze kuboda boda ndio ukue mchanga.
Bwana Yesu asifiwe sana. Nimesikia ukubali kubomolewa na utabomoka. Na kutoka leo ninatakasa utabomolewa. Hiyo nimedikira kwako. Uanze kubomolewa. Ndio ujengwe upya, ufanye kazi ya Mungu. Because God has ordained you for this job. God has ordained you for this purpose. For his work he has ordained you. So lazima akubomoe. Sema nimekubali kubomolewa. If you are willing, say so. If you are willing, say so. Because utakuja hapa kunililia. Pastor, toka siku ile tuliomba ile maombi, kila kitu yangu imeanguka. Nakwambia ulisema tubomolewe. Kwa sababu hiyo biashara uko nayo, iko na mavitu vidogo vya kishetani. Wewe unauza mavitu za LGBTQ. Wewe unauza mavitu za na ujuaji, wewe umekwepo economy ama faida umetengeneza na hawa watu. Hiyo kitu yako uliuza kimeenda kimerecruit watu 10. Sasa katika ulimwengu wa mbinguni kunajulikana wewe ndio ulifanya. You are the cause of this problem. So when God decides to destroy what is in you, the empire that is in you, he reduces you to nothing. And he can prolong. Depending na umwako na umang'aa, you'll be prolonged in the desert. Utaeka tu watakuangalia. Unaachia kwa mtu kamoja kakuchuchuka, tutakuangalia kana kuchuka. Anasema tarago na maana utapata na nguo yako haitararuka. Na maana utapata. Lakini utakaa kwa 40 years. Na the more you are going unauzeeka unajua utakufia tu kwa jangwani. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tukitapita hivyo tunasema si hapa ndio tulizika mtoto wa Eli. Hapa kumbe tunazunguka kwa the same place. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo wakati unataka kubomolewa, ndio mkono wako kama unataka hiyo ubomozi ianze leo. Niumbie moyo mpya. Sasa tuombe. Ndio mkono juu kabisa kama unataka kubomolewa. Kama utaki, kama hauko ready, wacha na mkono wako enda chini. Niumbie moyo safi. Niumbie moyo mpya. Moyo wangu nyenyekea na kuboreka mbele zako. Moyo safi. Niumbie moyo mpya. Moyo wangu nyenyekea na kuboreka mbele zako. Niumbie moyo safi. Niumbie moyo mpya. Moyo wangu nyenyekea na kuboreka mbele zako. Niumbie moyo safi. Niumbie moyo mpya. Moyo wangu nyenyekea na kuboreka mbele zako. Thank you. Hilo ni ombi umefanya. Tumeanza deliverance, ni ombi umefanya. Moyo utaumbiwa pia. Kwa hivyo ukubali wa kwanza utabomolewa. Na hautabomolewa vizuri kwa sababu imepatiwa watu kama makanga. Watakuja na kuvunja hizi ndugu zote uziweke pale. Na muzipige zikwe. Alafu mzimwage, mzikanyage tena zikwe mdogo. Alafu sasa ukibomolewa sasa inakuja stage 2. Unakanyagwa. Ndio tamu kana. Shetani tampenda kana. Alafu ikili sasa ile mzuri. Utaweka kwa moto ya waka. Unachoma vizuri. Na unajua unaweza kuwekwa huko uchomeke vibaya. Tena narudishwa huko kuvunjwa tena. Tena naanza process ile mpya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo uchunge kufinyangi, anapokufinyanga, ukwe wili kufinyangwa vizuri, kufinyangwa. Ndio hapa chini kwa kavu vizuri, alafu huko iende hivi kae vizuri. Utoke ile kitu mfinyaki anataka. Haleluya. Huyo msichana niangalia na huruma na anajiuliza kama ndio yatalina. Alipoangalia ile mara bado sasa ndio utaanza. Na si itakuwa kwa sababu maana utapata. Maana utafanya nini? Utapata. Namba hii inasema rescue me, oh my God, from the hand of the wicked, from the grasp of the unjust and the cruel man. Rescue me. Niondoe kwenye mkono wa hawa watu ambao ni wicked. Hawa watu walishika huyu mtoto. Hawa watu walishika yule mkara. Wale watu walishika huyu mbaba wakampatia baki. Siku ile mtoto baki.
Umeacha kabisa. Sasa unasikia kama harufu unasikia kutapika. Si ndio? Na wewe usikiaje? Nani mwingine ambaye kutabaki hapa? Wewe tunakujua. Hawahitaji kuijua. Yako inakumbuka. Kichwa yako inakoka sawa inakurepresent. Bwana Yesu asifiwe sana. So, ndio kuondolewa from this weekend ambao wanakuja. Si niwaeleze asubuhi. Venye watu wamekuja, wametoa mpaka 36,000, wamepatia watu wa manabii, wakuja wa profesa waseme ni model hiyo. Sasa hiyo ni kitu nimeambia Mungu anisaidie from the wicked people anichomoe because I am weak, sina uwezo. I cannot be able to do it. With my own siwezi. Lakini with the help from heaven nitafaulu. That is the prayer you need to make. You make yourself unakuwa mdogo zaidi, unakuwa hujui zaidi, kuna kitu unajua. You rely on God alone. Unamuita Mungu peke yake. Mungu ana uwezo. Mungu ana mamlaka. He is capable. Surrender in totality to God. For you to be delivered. For your deliverance to start in you. Surrender. Surrender. Tuwache mabishano. Wacha mabishano. Hata kidogo. Surrender. Wacha ujuani. Wacha venye ulifundishwa. Wacha venye uliambiwa pastor wetu hapa. No. God does not work on your experience. He works on his instructions. What he has instructed. What he has said in this church. Hii ndivyo itafanyika. Tufuate hivyo amesema. Wachana mambo mingi. Ati mimi ni nini? Mimi nilikuwa, mimi naenda. Kisomo yako, weka kwa mfuko, uvukie kwa baba baba. Na uvuke kwa nyumbani. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukirudi nyumbani uchukue kisomo yako huko. Hapa tuende na kisomo ya mbinguni. Tukienda na kisomo ya mbinguni hatutakosea, hatutakwama, tutakuwa washindi in every move of our life. Praise be the name of God. Upon you, verse number 6, upon you I have lived from before my birth, and you are he who took me from my mother's womb. Kutoka kwa utumbo wa mama yangu, wewe ndio uliniokoa. Wewe ndio umenibariki. Wewe ndio umenisaidia. Had it not for you, I would not be able. It is a prayer. Hakuna mahali amejinua, hakuna mahali amesema mambo yake mwenyewe, anamsifu Mungu. It is anaenda kusema ni wewe tu. Katika utumbo wa mama yangu ulinisaidia. Katika njia zangu zote ni wewe. Wewe tu ndio una uwezo wa kunitoa. Wewe tu ndio una uwezo wa kunibariki. Wewe tu ndio una uwezo wa kufanya. Mungu wangu. Hallowed be thy name. Our Father who art in heaven. Hallowed be thy name. So that the will of God can be done. That is the prayer. We ask for the kingdom of God to come to us, so that the will of God can be perpetrated, can be manifested in us. It is about surrendering to God. Tell your neighbor, I from today in a surrender God. I surrender all. Unto Jesus, blessed Savior, I surrender all. It is about surrendering to God. It is about giving yourself to God. It is not about your education. It is not about how you know the Bible. It is not about how you know things. Just surrender to Him. He is a faithful God. He is a God that is ready to bless you. It's God that is waiting just for you to surrender so that He can manifest Himself. Verse 15, my mouth will tell of your righteousness and your deeds of salvation all the day, for their numbers is past my knowledge. Verse 16, with my mighty deeds of the Lord, I will come. I will remind them of your righteousness, you alone, yours alone. With my mighty deeds, katika matendo yangu makubwa na mambo makubwa nimeyafanya, nitayakumbusha wewe ni Mungu. Katika kila kitu nitakuwa nikifanya, nitakikumbusha wewe ni Mungu. Katika waviwete ambao watatembea, katika watu watakaopona, kwenye kazi ambazo zitainuka, bado nitazikumbusha wewe ni Mungu. Bila wewe singefika hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie mwenzako, bila Mungu hatuwezi. And namwambie, that is the beginning of your deliverance.
Mwambie now we can go home. Sababu tumeanzisha kazi. Sio mwambie kwa sababu tumeanzisha kazi. Sasa tukutane siku nyingine. Mwambie hivyo, sasa tukutane siku nyingine. Unipatie experience. Tutakuwa tukiimba ile wimbo. Oh, when I see we shall meet. Bye, bye, bye. Who knows that song? Yeah. In the sea, by and by, we shall meet on the beautiful shore. Smile. By the side of the night, when I sing of His love once again. They sang this song because it is a journey that began. And this journey was a journey that was full of trials. When you are in deliverance, sit down and wait and see what God will do. Surrender to God. If you surrender completely now, it will take 1 hour. If you surrender, you will halfway, quarter way, according to how you are going to do it and not to do it. That is what will guide the deliverance. I'm giving you a tip. You usitoke hapa uende kwa kanisa ingine because hata huko utaenda once the same process. Sit here until your deliverance is complete. I'm also being delivered. When I use space, when you are being delivered, I'm also being delivered. And this is a process that is managed by God. No man can manage this process. It is only God who does the management. Praise be the name of God. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. How many are blessed? How many you think that you have been taught a lesson that is worthy your 1 million shillings? Your 1 million shillings. So if you have that 1 million, you can bring it for school fees. Let me read you one last verse. Verse number 20 says, You who have made me see many troubles and calamities will revive me again. When I say, you who have made me see a lot of calamities, a lot of challenges in my life, you will still make me stand again. You will make me better again. You will make me come back again. That's a prayer. Now open up your lips and tell God, you have seen me in calamities. You have seen me in my difficulties. You have seen me in my challenges. God, here I am. Here I am. Guide me. Guide me, God. Open up your lips. Open up your lips. Ninaomba hawa watoto wako wamekubali kutoka sasa kusaidiwa na wewe. They have surrendered to you. They have said it is your will that you will be upon them. They have said that it is your plan that you will work within them. They have said it is you only who is going to guide. They have said that you only are going to succeed. They have said you only you are going to win this battle. They have said you only you are going to be glorified. Father, I know you know their hearts. Touch them once more. Touch them once more. Make them see you again. Make them understand you again. Make them know you again. Make them, Father,
have a humble heart. Humble their hearts. Humble their ego. Remove every ego in them. Remove every ego in their life. Every spirit of ego that is in them, remove it now. 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 I destroy. I dismantle every network of ego. That from today there will be no ego. From today there will no people. Pride will not come. They will be humble. They will be humble before you. They will seek you only. They will seek your heart. They will seek your deliverance. They will seek your power. They will only worship you, God. They will worship you. They will lift you up. They will lift you up. They will lift you up. In Jesus' name, we pray. Bethel Clouds TV.